Tukaribishe tena katika vipindi vyetu vya kila siku, bila kusahau hii ni Kubwa la Madui TV. Bwana, leo tupo na moja kati ya mabinti ambao wametrend sana katika mitandao ya kijamii. Na nadhani itakuwa sio mara ya kwanza kumuona, lakini leo nimeamua nikuletee bwana ili kutatua utatuzi ambao umetrend sana zidi ya content ambayo aliyoifanya, na watu wanadai kwamba hiyo content ina ukweli ndani yake. Lakini leo tutakwenda kuizungumzia na tutapata kujua mengi zaidi kuhusu hiyo content. Je, ina ukweli gani kuhusu hali halisi ambayo inaendelea katika mtandao? Kwenye mic ni the next MVP yule. You can call me bwana. Leo nipo na Anifa. Vivian. Fresh. Uko poa? Niko poa. Mambo yako je? Kama kawa. Bwana, wewe siku leo kwanza unaionaje? Siku leo yani naiona ipo hivyo, yani sielewi. Hauielewi? Yeah. Kivipi? Yani kuna hisi mwili wangu upo vizuri kabisa. Okay. Yeah. Sawa. Lakini leo nimeamua tuje tuzungumzie kuhusu content ambayo tuliwahi kuifanya before katika moja kati ya media ambazo nilizokuwa nafanyia kazi, na ni content ambayo imechukua nafasi kubwa sana katika kutrend. Lakini leo nataka usawazishe. Labda watu watakuwa wajui, wanasikia tu, au wengine waliona lakini walikuwa wanasikia tu sauti lakini hawakuona alifanya ile content ni nani. Bwana, mimi ndo nilifanya ile content. Lakini leo nataka tuthibitishe. Je, content ile ina ukweli gani? Content ipi? Kwa sababu nishafanya content nyingi sana. Content ambayo tuliifanya ambayo ilibeba title kwamba uliwahi kushiriki mapenzi na mbwa. Ina ukweli gani ndani yake? Maana watu wengi waweza wakamini. Yeah, hiyo content haina ukweli wowote ya kwamba eti mimi nishawahi kushiriki mapenzi na mbwa, hapana. Yeah, ilikuwa ni story ambayo ilitengenezwa. Unajua mambo ya mtandao. Yeah, watu tunatafuta kiki. Kwa hiyo ilitengenezwa ili mradi iende hivyo. Lakini kuhusu hiyo content ni vitu vya uongo kabisa. Sio ukweli. Kama ni familia, mimi nina familia, mama, dada zangu, ndugu zangu wengine, ila baba ndio hivyo alituacha bado niko mdogo sana. Yeah. Na hata huko Kongo pia sijawahi kupitwa na changamoto yoyote ile ambayo niliongelea pale. Ni changamoto ambayo haijawahi kunikuta kwenye maisha yangu. Yeah. Ndio hivyo. Lakini sasa hivi watu wameizungumzia sana na media nyingi zimekufuata na walitamani kusikia vitu vingi kutoka kwako. Yeah. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ulivisema. Je, una kitu gani ambacho unaweza kuhakikishia watu kwa muda? Yeah, kuna media ambayo ilinifuata. Wao hawakunifuata kuja kunioji kama hivi ambavyo umekuja wewe. Hapana. Wao walikuja wakahitaji story yangu ni wape wao. Ndio. Yeah, tukaelewana kwa sababu mimi ni msanii. Alafu pia hela ndo zinaniweka mjini. Hakuna mtu ambaye anakataa hela kwenye hii dunia. Yeah, wakanipa hela. Tukasikilizana ni hela kadhaa zitatolewa kwa sababu ya mimi kuwafanyia tena ile interview ya ile story. Ndio. Yani waliuza story yangu. Okay. Ya nikakubali kwa sababu ni hela. Ikabidi niuze ile story. Okay. Nikauza kwenye media fulani, tukapiga kazi kama hiyo. Ya najua hiyo media ilipeleka sana ile story, na ile story ili trend sana mtandaoni. Hadi kuna baadhi ya watu, yani ndugu zangu, majirani nini, wakaanza kuizungumzia sana na pia kunizungumzia vibaya. Lakini kadri wanavyozidi kuizungumzia vibaya na ndio kadri ambavyo mimi najitahidi kuwaelewesha. Lakini kuhusu familia yangu, familia najua ikuchukulia kawaida. Nilaumiwa sana. Lakini niliweka familia yangu chini, nikaongea nao na nikawaelewesha wakaelewa. Yeah. Okay, lakini pia kupitia content hii pia umepata watu wengi ambao wamekuzungumzia. Lakini moja kati ya watu au moja kati ya vitu ambavyo vimechukua nafasi kubwa ni upande wa mahusiano. Watu wanadai kwamba hata ingekuwa kashifa ya ukweli, licha kwamba umesema hapa ni ya uongo, hata kama ingekuwa kashifa ya ukweli, lakini kuna watu walikupenda kupitia story hili ambalo nilizungumza. Labda kwako wewe ingekuwa ni ukweli, je, ungechukua muzi gani? Ingekuwa ni ukweli, yani uamuzi ambao nilichukua kwa sasa kama uigiza. Na ndio uamuzi ambao ningeuchukua tu vile vile. Na kuhusu mahusiano, wanakuambia upendo wa kweli upo katika shida na raha. Ndio. Ya yule ambaye angenipenda kweli kupitia hizo shida zangu tungeishi naye. Okay. Ya na hata sasa hivi pia story ile ni story ambayo yani imewavutia wavulana wengi sana. Na wengine wapo ambao wamenionea huruma. Ndio. Na wapo ambao wamejitoa kunisupport kupitia story ile. Ndio. Labda sasa hivi kuna watu ambao au tuseme kuna vijana ambao washatoka tukiachana na kwenye mitandao, washakufuata live na kukutaka kuamua wapenzi. Yeah, wapo wengi sana.
sana. Wapo wengi. Yeah. Sasa kwako kama hali kama hii hajakuletea usumbufu? Hapana, hajaletea usumbufu kabisa. Unachukulia kawaida? Yeah, nimechukulia kawaida. Okay. Labda kuna sehemu ambayo labda uliwahi kupita kulingana pia na story hii, labda kuna sehemu ambayo uliwahi kutukanwa nini vitu kama hivyo? Hapana, kutukanwa hapana. Labda wanitusi sipo. Ndio. Lakini live ndio. Hapana. Labda kuongelewa. Ndio. Ya kuzungumziwa ni kitu ambacho nimeshakutana nacho sana. Haswa kwenye mpira, kwenye visherehe, nikipita barabarani, ya huwa nazungumziwa sana kuhusu ile story. Okay. Lakini sasa pindi unaposikia watu wanazungumzia story hiyo, wewe moyoni mwako unajifeel kitu gani? Cha kwanza najisikia raha sana kwa sababu ni story ambayo nilitengeneza pia yani nilivyotaka ichukuliwe na jamii ndio ilivyochukuliwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifurahisha sana watu kuniongelea. Okay, sawa. Na sasa hivi kitu gani ambacho unachokifanya ili kulinda jina lako lisije likapotea moja kwa moja? Kitu ambacho ninakifanya ni kuzingatia kazi yangu. Ya sitaki nipotee sana mtandaoni. Ingawaje siku hizi nilikuwa niko busy na kazi hadi nikafikia hatua mashabiki zangu wanakuwa wananiuliza, "Vipi mbona umepotea? Vipi mbona uposti kama awali nini vitu kama hivyo?" Hamna. Kuna muda utakuwa upo free kwa kazi na kuna muda pia utakuwa yani kuna muda pia itabidi uwe free kuhusu mambo ya familia. Ya ndio hivyo. Kwa hiyo kwa sasa hivi bado nipo free kwenye mambo ya familia, lakini nipo kwenye familia huku pia ninajitoa kidogo kidogo kwa sababu nisipotee kabisa kwenye mambo ya mtandao. Ndio. Labda kuna muda ambao familia baada ya kusikia story ile, muda ambao sasa familia ilikaa chini na ukasa kama yani ikakutengenezea kitu fulani hivi kama kukuwekea vikwazo baadhi ya sehemu. Kwako ulichukua hatua gani labda ili kusababisha familia kwanza kuelewa? Kitu gani ulikifanya ambacho watu hawaelewi? Yeah. Kitu ambacho nilikifanya kushawishi familia yangu ni kujishusha. Ndio. Yani kujishusha na nikafuata vile ambavyo familia inataka. Yeah. Kwa sababu ukitaka kumshawishi mtu, wewe endana naye kwanza kwenye menendo yake. Alafu ndio uje sasa umshawishi baadaye. Okay. Kwa hiyo mimi niliendana na familia, nikasikiliza wanasema nini, nikasikiliza wanataka nini. Nikafuata menendo yao. Alafu baadaye nikaja kuwashawishi, nikawaambia ni 1 2 3 ni nani. Familia ikanielewa. Sawa. Na labda kwa muda huo, muda ambao tumetupa kile kitu au kile kitu kipo viral, ulikuwa hapo kwenye mahusiano hapo katikati? Yeah, nilikuwa nipo kwenye mahusiano. Mahusiano yalikuwaje baada ya hiyo story kutoka sasa na watu kuizungumzia? Yeah, mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano, cha kwanza niseme ni mtu muelewa sana. Yeah, kwenye maisha yangu sitaka nipate mtu kama yule. Yeah. Alipanic kidogo kwa sababu ni story ambayo niliitoa kabla sijampa taarifa. Ilikuja ghafla na nikaitoa. Lakini baadaye nilimweka chini, nikamwambia baba mtu ni 1 2 3, akaelewa kwa sababu yeye pia ni mwana sana. Ndio. Ya akanielewa vizuri sana na akanisupport pia ili kitu changu kiende viral. Okay. Sawa bwana, mimi nimependa sana, lakini pia tungetamani utoe kidogo angalau usia kwa watu ambao bado wanasambaza zile content na ambao pia wale ambao pia wanatoa matusi. Una kitu gani ambacho unaweza kuwaambia kama ushauri au malengo yalikuwa ni nini labda? Kitu ambacho nitawaambia kwamba mtu kufikia malengo yake ambayo anayaandaa hapo mbele. Yani kufikia labda ndoto yako fulani, inabidi upitie misukosuko. Na inabidi upambane. Ndio kama mimi nilivyofanya, nilipambana changamoto hiyo ya watu kunisema vibaya, watu kuniangalia vibaya. Ya hadi sasa hivi niko hapa na sio eti nitaishia hapa. Najua bado sijafika ninakotaka. Nitazidi kupambana na nitazidi kupambana zaidi. Okay. Yeah. Sawa bwana, mimi nimependa sana. Bwana, mimi niseme kwamba huyo ni Anifa ambaye umemsikiliza na ameongea. Lakini moja kati ya vitu ambavyo amevizungumzia ni kuhusu content ambayo imesambaa kwamba amefanya mapenzi na mbwa. Lakini content hiyo bwana haina ukweli wowote, bali ni stories za kutengeneza na ilitengenezwa pia ikatengenezeka na ndio maana mpaka sasa hivi pia iko viral. Labda Anifa, una kitu gani ambacho unaweza kuambia mashabiki zako ambao wanakutazama? Yeah, kitu ambacho nitawaambia mashabiki zangu ni wazidi kuniunga mkono. Yeah, wazidi kunipush kwa sababu support yao ndio inanifanya mpaka
mpaka leo niwe hapa. Wakishinda kunisupport wao, acha Mungu, sitoweza kitu. Yeah, pia nawapenda sana mashabiki zangu. Okay, unyama sana. Yeah. Bwana, ulikuwa nami mwanzo mwisho the next MVP in Tanzania, bila kusahau hii ni Kubwa la Madui TV. Bwana, kwa leo tunaishia hapa, lakini sio kwamba tunaishia hapa, bali ni muendelezo wa vipindi vyetu vingine. Chao, karibu katika vipindi vyetu vya kila siku. Bila kusahau nyuma kamera nipo na KZ Mnyama. Chao.